And when we are in this class of the Holy Spirit, oh God, we open up our hearts in the name of Jesus. The Bible says that you'll bring out the hearts of stone, and you'll give us soft hearts that can hear thy word. Father, we pray in the name of Jesus, as we hear this word, we shall be transformed, and your power in us will be ignited, oh God, so that we can fulfill your glory in Jesus' name. Amen, amen. Tunataka kuingia kwa neno la siku ya leo katika jina la Yesu. Na nataka kuanza na swali. Bwana asifiwe. Wangapi wangependa Mungu awafungulie mlango mkubwa? Kumbe ni zote. Bwana asifiwe. I prophesy to you, a great door is opening your way in the name of Jesus. A great door is opening in front of you in the name of Jesus. Na sababu a great door is opening, leo nataka kukufundisha comes with a great door. Bwana asifiwe. Unajua this charismatic tunafundisha kwa kitu, tunakaa kama Mungu amesema, unakaa tu hivyo unagojea. Tafadhali mambo ilibadilika. Ambia mwenzako hizi mambo ya kugojea tu ukiwa umeketi. Mwambie neno la Bwana linasema you are workmanship together with Christ Jesus. So there is your part to pray. Bwana asifiwe. Mtoto wako akitabiriwa ni ataongoza shule alafu simpeleke shule. Unaona akiongoza shule? Bwana asifiwe. Mungu akishuka hapa akwambia utaishi miaka 200. Halafu baada ya yeye kwenda uende pale kwa duka ununue red card ukunywe. Unaona kama utaishi miaka 200? Bwana asifiwe. So Mungu ametuweka, there is our part to pray. Bwana asifiwe. Na the heading ama the title of our message is crowning calm after overcoming opposition. Ukiona mtu anawekwa taji, kuna opposition, ameshida. Bwana asifiwe. Salimia mwenzako. Muulize, do you need a crown? It comes with opposition. Bwana asifiwe. Tafadhali, Yesu alioposiwa. Mpaka siku moja wa mama wanalia nyuma ya Yesu wakati anaenda kusulubiwa. Yesu anawaambia msinililie, lilieni watoto wenu. Bwana asifiwe. Sababu Yesu alikuwa anajua any way of greatness, everywhere there is greatness, everywhere there is a crowd, there is a cost, because there is opposition. Bwana asifiwe. Tutasoma katika kitabu cha 1 Corinthians 16 verse 9. 16 verse 9. Inasema, because a great door of effective work has been opened to me, and there are many who oppose me. Huyo ni Paul. Anasema there is a great door of effectiveness, but that great door inakuja na opposition, si ya mtu mmoja. There are many that are opposing me. Though Mungu amefungua mlango mkubwa, lakini vile mlango uko mkubwa ndio adui wako wengi. Kanisa la siku hizi linapenda kutabiriwa. Mtu anaambiwa wewe utakuwa ukiendea vitu Amerika, unakuja unatuzia, wanasema amen. It is not bad. Lakini wacha nikuambie, the more that prophecy is, the more the opposition. Bwana asifiwe. So mpendwa, kama ni kwenu kazini, say you are just a normal employee and you want to be a manager, tafadhali, Mungu hawezi shindwa kukufanya manager. The Bible says that promotion does not come from the east or from the west. It comes from God. Na that greatness, vile utakuwa unaongoza watu wengi, ndivyo opposition itakuwa mingi. If you don't want opposition, leave another level, wachie wengine.
Wachia wengi. Bwana asifiwe. Siku ile tutajaa hii kanisa, tuanze kupanua hapo. Mutasikia vita. Mutasikia. Bwana asifiwe. Tulipofungua Church Kingdom Seekers pale Githurai, church ikaanza kupanuka. Sijui nani alikuwa anarusha makaratasi anasema sisi ni devil worshiper. Lakini wakati tulikuwa wadogo wanasema wale ni watu wa Mungu. Lakini wakati unaanza kupanuka kuna devil worshiper walikuja Murera. Wacha waseme tu sisi ndio tunajua. Every great door has opposition. And there is no opposition that can stand against us, for we are more than a conqueror in Christ Jesus. Unajua huwa napenda vile Mungu anajiita mkuu wa majeshi. Majeshi huwa hawatumi kwa kuarrest watu, wanatumwa kudiru na adui, kuua adui. Kama serikali inahitaji watu wakuwe arrested, inatuma mapolisi. Na Mungu hajasema yeye ni commissioner wa polisi. Yeye anasema ni mkuu wa majeshi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Revelation chapter 3 verse 20. Inasema, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come and eat with that person and they with me. To one who is victorious, I will give the right to sit on my throne, just as I was victorious and sat down with the Father on his throne. Kukalia kiti cha ufalme hakikujagi tu ati ni kibali. Ati nimepata kibali nikakalia kiti ya mfalme. Wapi? Si kibali, ni kushinda vita. Hata Yesu mwenyewe anasema, kama vile nilishinda vita nikakaa na Baba, na nyinyi mkishinda vita mutakaa na mimi. Hakuna kiti ya glory inaachagwa empty ukalie vile unataka. Unanielewa? Hakuna kiti ya glory. Na ndio sasa unapata watu wengi. Unaweza kuwa wewe ni mtu mkubwa, but because you are not fighting for that greatness, utabaki tu kuwa mtu wa kawaida. Kuna siku tulidedicate hapa, tukadedicate maparking ya gari. Sasa mumeketi hivyo mnazigoja. Mtagoja sana. You fight. If God has released the word, ni Mungu anatangaza vita. Wagapi wanataka ploti hapa? Mnafikiria kuna ploti empty? Kuna watu. Wacha sisi tumekaa miaka mingi. Wana wa Israeli na walikuwa hajakaa miaka mingi kutoka dunia iudwe. Mahali walikuwa natopelekwa Canaan kulikuwa kumejaa tena majitu. There is nothing empty. Arise and fight in the name of Jesus. Arise and fight in the name of Jesus. May the Lord anoint us today with the spirit of fighting, and we conquer our enemies in the name of Jesus. Yani Yesu ndiye akona huruma, badala tuambie mtaketi na nini. Anasema ukishida, nataka uketi na mimi, lakini you have to be victorious. Hata mimi baba yangu hakunipatia hii kiti hivyo. I was victorious. That is why I sat down at the throne of my Father. Every throne requires victory. Kama kana mtu hapo mwambie, kama kamoyo kako ni kadogo, toshea tu na hiyo kiti umekalia. Bwana asifiwe. Our father Apostle Kimani anasemanga, the devil does not give you what you desire. He gives you what you fight for. Achilie. From the time of John, the kingdom of God suffers violence. Wewe shidaga umenyamaza tu umetulia. Bwana asifiwe.
Kuna mahali apostle alikuwa anasema, alisoma kwa fasa, anasema Jesus was praying with a loud cry. Just imagine Yesu anaomba with a loud cry. Na wewe hapa uko softy tafadhali. Hoi. Hallelujah. Wacha tusome watu kadhaa ambao they encountered a position and they overcame. Bwana asifiwe. The first man tunataka kuona anaitwa Nehemiah. Hakuna mtu hajui Nehemiah ile vita alipigana. Na Nehemiah was just a slave. Mtu ambaye alikuwa naoja pombe ya mfalme. Ndio mfalme kama ilikuwa na sumu, Nehemiah akufe kwanza, mfalme abaki. But this man, Mungu alimpatia mlango mkubwa wa kujenga ukuta. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema aliomba almost 4 months. Na akapata kibali kikubwa sana. Mpaka mfalme alikuwa tu anaandika barua. Unataka miti itoke wapi, anaandikiwa. Unataka gate pass ya wapi, inaandikiwa. Unaweza ona hiyo breakthrough, useme hii maombi ya miezi 4 imetosha. Kube kazi iko mbele. Bwana asifiwe. Ukisoma Nehemiah chapter 4 from verse 1, inasema a great door to build the wall was opened for him, but there was opposition. Hiyo ni mimi nimeandika. So when Sanballat, hiyo ni Nehemiah chapter 4 from verse 1, inasema when Sanballat heard that we were building the wall, he became angry and was greatly incensed. Bwana asifiwe. Sasa huyu Sanballat hakuitishwa simiti, hakuitishwa pesa ya kujenga. Kule kulikuwa kuna jengwa si kwake. Unajua kuna watu fane, Mama Naomi, kuna watu fane ukianza kujenga plot yako wanaanza kusikia uchungu tu. Si yao unajenga, mawe si yao, hakuna mahali umewaambia wakusaidie. Lakini the moment they see progress, Biblia inasema alikasirika na akajawa na moto wa uchungu. Kuna watu wakiona progress yako wewe una celebrate to all the Lord has done. Kuna mwingine anasikia uchungu, anachomeka ndani. Bwana asifiwe. Kuna wakati Apostle Kimani alikuwa anasema, kuna wakati mapepo yaliuliza, huyu Kimani alipitia wapi? Wakasema, lakini sababu umepita, usiache huyo Mungu wako. Kuna watu wanauliza, huyu jamaa amepita wapi? Kama mimi mahali Mungu amenitoa, najua mapepo yanashidago huyu mtu alipitia wapi. Lakini kwa Mungu wangu sitoki katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Inasema he ridiculed the Jews in the presence of his associates and the army of Samaria and said, what are these feeble Jews doing? Unajua mtu kukuita feeble ni kama anasema viwete hawa ni nini wanafanya? Bwana asifiwe. Yani in the spiritual realm, whether you are related with a person or not, kuna progress huwa inawauma. Whether you know it or not, wanashindwa huyu jamani nini anakuja kufanya. Sasa kama ako kweli ni kiwete, kwa nini anawaigilia? Because in the spiritual realm there is an opposition. The door is open. Materials imepeanwa, nguvu za mfalme wako nayo, but there must be an opposition. Ni kweli umeomba, umefanya chochote unaweza, but usifikirie ulimwengu wa kiroho utanyamaza ati upitage tu hivyo. Hapana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Halafu anasema hivi, will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Sasa nani amewaambia lazima ishe in a day? Unajua kuna watu wanaumagwa na vitu zako na si wahusu. Bwana asifiwe.
Mahali tumejenga, tulikuwa tunajenga hapo, watu walikuwa wanapita wanasema, sasa hawa nani amewaambia wajenge huku? Watapata wapi watu wa kukodisha? Sasa nashindwa mimi najenga ni nini nawauliza? Bwana asifiwe. But it's to mean that when you see resistance, you are moving. Sina ku encourage. When you see resistance, you are moving. Wakati unasikia hakuna kitu unasikia, you are going nowhere. Salimia mwenzako, mwambie ukiona mambo imetulia, kuna uwezekano mkubwa hakuna mahali unaenda. Bwana asifiwe. Inasema, can they bring back stones to life? Yani adui kuna mambo anaogeaga. Kuna mawe inakuaga hai kweli. Si Yesu tu ndiye jiwe liko hai. Sasa anapita hapo anauliza Yeremia, utarudisha mawe hai? Kwani ile ilikuwa imejenga wakabomoa ilikuwa hai? Do not listen to the enemy. Do not listen to the enemy in the name of Jesus. Band as they are. Mpaka wanamwambia ilichomwa. Si Nehemia akikuja kujenga alikuwa anajua mawe ilichomwa. Si yeye aliona mji wao ukichomwa. You see, there are some people that comes to give you information that you know. Lakini walikuwa wanataka Nehemia aone ile picha ya mji wao ikijengwa, avujike moyo. Kuna watu huwa anakuja kukutupatia tu story tu zamani, si sababu anakupenda ndio uvujike moyo. Wakati unataka kuinuka unasema namtafuta Bwana, anakuambia unakumbuka vile mzee wako alikupiga makofi ile siku, hata hakuwa anatuogopa tukiwa hapa. Sasa si ulipigwa makofi, si unajua? Unakumbuka vile kabiashara kako kaliisha, wakati unajiinua uweke kengine. That's how the enemy talks. Do not listen to the enemy in the name of Jesus. Tobiah the Ammonite, who was at his side, said, what are they building? Even foxes crying with will break it down. Wanasema hata tubweha tudogo tutafuja. Why are they meddling in other people's business? Bwana asifiwe. Sometimes ni vizuri kuambia mtu mind your own business. Bwana asifiwe. Mtu wa pili ni Moses. Moses aliona kichaka inawaka moto, akaitwa na Bwana, akatoa viatu, akaonyeshwa mpaka miujiza na Bwana. Anaambiwa weka mkono ndani ya nguo yako, anaweka, anatoa iko na leprosy, anaambiwa rudisha, inakuwa mzuri. Anaambiwa angusha fimbo chini. Alafu ameenda Israeli. Watu wanamwambia, nani amekuambia wewe unaweza tuokoa? Wengine kama Miriam, sababu alikuwa kubwa kuliko Moses, wanamwambia hata sisi huwa tunasikia Mungu, sio wewe tu. Bwana asifiwe. Na siku hizi ndivyo watu wanasikia, wanasema. Nasikia watu wakisema hawa pastor wanafikiriaga wao ni nani. Hata sisi huwa tunasikia Mungu. Hatujasema usikii Mungu. In fact, Miriam alikuwa anaitwa prophetess. Imeandikwa kwa Bible. That is for sure, tulikuwa tunajua anasikia Mungu. Lakini lazima watu wageinuka kuambia Musa, wewe hata kuongea hujui. Hatuoni mahali unatupeleka. But I thank God that he overcame. Nehemiah overcame that great opposition. Moses overcame that great opposition. Na tumeona Yesu. Sasa nani anakuambia kama tushaona hao watatu sasa? Nani anakuambia you will not be opposed? Bwana asifiwe. Mtu mwingine anaitwa Isaac. Tutasoma katika Genesis 26 2 to 24. Kwanza tusome verse 2 alafu tuende 18. Verse 2 inasema, and the Lord appeared to Isaac and said. Yani nani ametokea Isaac? Nani ametokea Isaac? Bwana asifiwe. Kwa nini hamtaki kusema? Nani ametokea Isaac? Haya. And said, do not go to Egypt.
live in the land where I tell you to live. Yani alisikia Mungu kabisa, mpaka imeandikwa neno. Twende 18 nasema, Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham had died, and he gave them names as his father had given them. Isaac's servants dug in the valley, discovered fresh water. There they named the well Esek, because they disputed with him. Sasa hawa watu, Isaac ameambiwa na Mungu ende huko, na Isaac ameenda. Mungu amemuongoza tu mahali baba yake alikuwa. Hata hajaleta vita, hajalalamika. Ameona babagu alichimba mashimo hapa, wells imefunikwa, akaanza kutoa matope, akafikia maji. Alipopanda akakuwa greater than them, wakamwambia ondoka. Akaondoka akaenda mahali pengine baba yake alikuwa. Wameanza kuchimba tu, maji imetoka. Wamekuja wamepigana tu. Mwaka unaweza uliza Mungu, si walinifukuza mahali nilipanda? Tena nimeteremka hapa chini wamenifuata. Na sio hiyo tu, walimnyang'anya ingine ya pili na ya tatu. Don't give up. Bwana asifiwe. If God said you do something, continue doing. Mimi huwa nakaa kwa picha, naona hao watu waliitwa na mfalme wao. Wakaambia huyo jamaa tuachane na yeye sasa, sababu hizo wells atachiba zijae kila mahali. Sababu alikuwa anafukuzwa, anaenda anachiba ingine, anafukuzwa, anachiba ingine. Why? He heard the voice of God. Kuna watu huwa nasikia Mungu, halafu wasipoona kitu na macho wanauliza, oh my God, sasa Mungu ako wapi? Alikuwa wapi wakati wa Isaac? Bwana asifiwe. Opposition is a must. You have to be determined to deal with every opposition. Bwana asifiwe. Na ndio nilianza na Yesu, sababu he's the author and the finisher of our faith. Number 4 ni mtu anaitwa Jeremiah. Jeremiah watu wote wanamjua, mpaka huwa wanakoti hiyo verse. Before you were born in your mother's womb, I knew you and I set you apart to be. Na ni kweli, ni Mungu alimwambia hiyo maneno. Bwana asifiwe. Lakini verse 18, Mungu anamwambia verse 18, Jeremiah 1:18. Today I have made you a fortified city, an iron pillar and a bronze wall, to stand against the whole land, against kings of Judah. It is its officials, its priests, the people of the land. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you and I will rescue you, declares the Lord. Yani Mungu anasema, before uupwe nilikujua, nikakutega, ukuwe nabii wangu. Alafu verse 18 anamwambia, I have to make you strong because you will be opposed. In actual fact, hawa Mungu anataja hapa ni kuambia Jeremiah wale watamoppose. Na anaambiwa ataoposiwa na the whole land. Yani ni kama sasa Mungu amenituma hapa Mulera, niambie Mulera yote itaonana na wewe kado. Bwana asifiwe. Mungu akaona ni kama Jeremiah hashiki, akamwambia si the whole land peke yake, mpaka wafalme. Bwana asifiwe. Akaambiwa si mfalme peke yake, mpaka officials. Bwana asifiwe. Akaambiwa si mfalme na officials peke yake, mpaka makuhani. Wale makuhani ambao wanatumikia Mungu amekutuma watakuoppose. Bwana asifiwe. Si usalimie mwenzako, muulize hiyo opposition unaionaje? Iko mpaka na makuhani.
Bwana asifiwe. Halafu Mungu anarudia tena anasema and the people of the land. Na alikuwa ameanza the whole land. Akaanalyze akamaliza akakwambia na watu wote. Na vile watu wanatoaga sacrifices nyingi kwa kanisa wanasema nimeoposiwa. Sasa si Jeremiah alikuwa atoe sadaka ya nini? Ya rejection. Hebu angalia mwenzako uone kama ashaitoa sadaka ya rejection. Mimi nainua madhabahu nakataa rejection. Na Mungu anaitaka watu kwa rejection. Ameitwa tu na alikuwa anasema ni mtoto, hata Mungu hahurumii mtoto. Anamwambia wale watu watamuoppose. Bwana asifiwe. Lakini kuna kitu Mungu anasema, they will fight against you but they will not overcome you. That is the most valuable thing, an assurance from God. Nimekuja kukutabiria hata wewe, hiyo ofisi wanakupiga, watapiga ni kweli, lakini ukiwa na Mungu hawatakuweza. Hiyo biashara yako wanapiga, watapiga kweli, lakini ukiwa na Mungu hawatakuweza. Hiyo jamii yako wataipinga kweli, lakini ukiwa na Mungu hawatakuweza. Nehemia aliambiwa they will fight. Ingekuwa Nehemia ningeambia Mungu, si unajua unaweza kila kitu, zuia hiyo fight. Lakini Mungu anaprofesia Nehemia. The one thing I like about God, sijui hii injili tunahubiriwa saa hii toka wapi. Mungu anakuambiaga wakati mnaanzana, ndio kama unaondoka uondoke mapema. This is chapter 1 of Jeremiah. Mungu hata hajangojea Jeremiah aende, hakuna. Anaambiwa hapo utapigwa. Mungu wakati aliita Paul alimwambia utapigwa sana sababu yangu. Yesu walipokuja kwa Yesu akamwambia ndio mkuwe my disciples, msalaba mtabeba. Na acha nikuambie, msalaba si ya kwenda kufanya decoration. Kazi ya msalaba ni kusulubisha watu. Yaani ni kama Yesu anakuambia badala watu wasubuke wakitafuta kule watakusulubisha, jibebe msalaba. Kuwa nayo readily available. Yesu anaga kuficha ficha hizi, unapelekwa hivi mpaka mtu akipitia ka challenge anaambiwa Mungu amekuacha. Hakuna kitu kama hiyo. Wakati uko na Mungu ndio opposition inakuaga kubwa. Ndio ukishida one glory kubwa. Number 5 Ezekiel. Number 5 Ezekiel. Tutasoma katika Ezekiel chapter 2 verse 6 to 7. Ezekiel chapter 2 verse 6 to 7 inasema, and you son of man, do not be afraid of them or their words. Yani Mungu anaita Ezekiel, anamwambia watu watakuogea. Watu watafanya nini? Haleluya. Watu watafanya nini? Na vile watu watakagi kuogeleshwa. Kuna nyumba nyingine tulikuwa tunakaa Githurai. Sijui nini ilishika mama mwingine. Alikuwa anasema sisi ni wachawi. Ushaitwa mchawi mpaka unajiangalia unajua pengine mimi ni mchawi na sijuagi. Vile umeitwa mchawi. Mimi na vile nilikuwa naenda kazi mapema 5 na huko duka zikiwa hazijafunguliwa. Mzee wake anasema ati niliomba chechi kwa duka yake ikafilisika. Ana shida, kwani niliomba chechi kwa ndoto? Duka ambayo sijaikanyaga. Bwana asifiwe. Sasa Mungu akikuita anakuambiaga wataongea. Wataongea? Wakati tuliobewa kuja kufungua kanisa, mimi ndiye nilikuwa na hesabu pesa kule nilikuwa. Kuna mtu alikuja akasema, sasa wameona wamehesabu pesa hii chache wakaona wakafungue yao. Na ni mtu tulikuwa tunaongea naye na dini. Ukiitwa na Mungu anakuambia mapema. Si ati hutasikia. Maneno itakuja. Wewe mtu wa kuacha kutumikia Mungu sababu watu wameongea, tafadhali. Mungu akaambia hii ni ya president peke yake. Bwana asifiwe. Trophy hasipeanagu hivyo. Pengine zingine naonaga sikomo yave ni kwa duka hapo.
unaweza enda uguze hiyo, lakini ile trophy original hiyo haiguzagwi na mtu yoyote. Bwana asifiwe. Anasema hivi, do not be afraid though barriers and thorns are around you, you live among scorpions. Yani Mungu anakuita, yani hii calling ya Mungu sometimes usiposaidiwa na Roho Mtakatifu unaweza iacha. Ameambiwa maneno akasema maneno tu, maneno haina shida. Mungu akamwambia kutakuwa na barriers, akaona kama hashiki. Akamwambia hizi barriers ni za thorns, sio fito zimekatwa zikafugwa ati utakuja upite. Hapana, you live among thorns. Akaona haelewi, akamwambia you live among scorpions. Kuumwa ni any time. Bwana asifiwe. Halafu Mungu anamwambia do not be afraid of what they say or be terrified by them. Nimekuja kuambia mtu leo, do not be afraid of what they say. Do not be terrified. Unanisikia? Wataongea sababu mdomo ni yao. Na hakuna sacrifice utatoa hapa ndio pastor aombe watu wafuge midomo na walipewa na Mungu na ni yao. Bwana asifiwe. So do not be terrified of what they say. Bwana asifiwe. Na ukiona Mungu akikwambia do not be terrified because of what they would say, unaona kama watasema kitu rahisi rahisi tu. Bwana asifiwe. Unajua hao watu walituita wachawi mpaka nikiitwa niombee mtu naogopa nisimweke uchawi. Kuna shida sasa nikiombea huyu na hata saa hii sielewi kabisa kama mimi ni mchawi. I thank God he helped us to overcome. Bwana asifiwe. Halafu inasema they are rebellious people. You must speak my words to them whether they listen or fail to listen, for they are rebellious. Yani anaambiwa continue doing what I told you. Whether they listen or they fail to listen. Mimi nikiangalia kutoka mbinguni na opposition hizo zote, nataka kukuona ukiendelea kufanya kile nilikuambia ufanye. Siangalie mwenzako, waangalie kama alisikia maneno akaacha. Kasema mimi nataka tu kutulia, nataka amani yako. Tulia tu lakini huendi mahali. Wewe unataka amani na kutulia, huendi mahali. Amani inapatikanaga kwa Yesu, haipatikanagi kwa kuacha hiyo kazi unapigwa. Are you getting me? Haya, tuangalie what to do for you to overcome. What to do for you to overcome. What to do for you to overcome. Number one, trust the one who sent you. Amini peke yake yule alikutuma. Unanielewa? Usiamini jirani yako sana, hata kama ni our fellow member. Amini nani? Yule alikutuma. Si kila mtu alikuja hapa, wengine tulikuwa hatujuani, Mungu akawaleta hapa. Kuna kazi uliletwa kufanya, tafadhali amini yule alikutuma. Bwana asifiwe. Tutasoma katika Psalms 145 from 6. Inasema your kingdom is everlasting kingdom. Your dominion endures through all generation. The Lord is trustworthy in all he promises and faithful in all he does. Wacha hiyo igie kwa moyo wako. Ujue hata kama wananipinga, the Lord is still in his throne. Bwana ndiye anatawala. Bwana ndiye mwaminifu. Kama alikuambia kuja Murera, kuna njia ya kutoboa hapa Murera. No matter the opposition, there is a way in the name of Jesus. Yule alikuambia ukuje, yeye ndiye anadominate the whole earth. Si wachawi. Wachawi hakuna mahali wanaweza nipeleka, hata waitane wote. Because the kingdom belongs to God
and all the dominion belongs to God. He is faithful to the promise. So trust God alone. That is number 1. Timothy pia number 2. Do not stop doing what you are called to do. If you want to receive the crown, do not stop to do what you are called to do. Mimi huona wale watu huwa wanakibia, hata akianguka chini anajaribu kucrawl, haachagi kwenda kule aliitwa aende. Sihubirie mwenzako, mwambie do not stop what he called you to do. Bwana asifiwe. Ephesians chapter 6 verse 20. Paulo anasema, for which I am an ambassador in chains. Yani Paulo anasema, because of the gospel I am an ambassador, and this ambassador is in chains. Yani niko jela, lakini kuwa jela hainifanyi nikose kuwa ambassador. Bwana asifiwe. Halafu anasema, pray that I may declare it fearlessly as I should. Mtu ako jela, si anafaa kusema basi hii mambo mlinifugia nimeachana nayo, niachilieni. Lakini Paulo anasema, mimi ni ambassador na niko jela, lakini niobeeni so that niendelee fearlessly. No matter the chains, niendelee vile inavyopaswa, vile my master alisema nihubiri. Hata kama wameniweka ndani, nisiache kuhubiri. Angalia mwenzako, ukiona kama anainama umuulize, kwa nini uliacha? Kwa nini uliacha kile Mungu alikuambia ufanye? Kwa nini uliacha? Hallelujah. 2 Timothy chapter 2 verse 9. 2 Timothy chapter 2 verse 9 inasema, for which I am suffering to the point of being chained like a criminal, but God's word is not chained. Yani Paulo anasema, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya gospel, nimefungwa kama criminal. Tuko jela moja na wale waliua, tuko jela moja na wale waliabort, tuko jela moja na wale waliroga. Lakini mimi am different, because the word of God is not in chains. Hey, whatever the Lord told you to do cannot be chained by man. Whatever commission that God gave you cannot be stopped by man. You are the only one who can stop. Paulo anasema, niko jela lakini injili haijafungwa. Napitia magumu lakini mwito wangu unaendelea. Hey, may God raise men and women that can continue with what God called them for, no matter the opposition. Milango ya jela haikutisha Paulo, aliendelea kuhubiri. Hey, mpendwa, hawa ndio tutaenda na wao mbinguni. Unasema tu kitu ulipitia ukaachana na kazi. Wao wanasema I was in chains, but the ministry was going on. I was in challenges, but the ministry is going on. Why have you stopped? Kwa nini umeacha kile Bwana alikuambia ufanye? Wengine wanasema I am in chains, nimefungwa kama criminal, but the word, the commissioning of the Lord has not solved. Nimekuja kuambia wale waliachana na commission ya Bwana, amuka. Hata kama uko katikati ya kuta za jela, endelea na mwito wa Bwana. Hata kama challenge inakaa namna gani, endelea na mwito wa Bwana. Wacha kusikiza, wacha kuangalia ukuta, wacha kuangalia chains. Continue with what you are told to do. Continue with what you are told to do. In the name of Jesus. Number 3, be holy. Be holy. Kuwa mtakatifu.
Wacha kusemaga ati Mungu ataelewa. Hiyo ya Mungu ataelewa. Hiyo Bwana asifiwe. Hiyo ya Mungu ataelewa. Tafadhali. Chochote kinaweza kudefile, wachana nayo. Bwana asifiwe. The Bible says katika Nabas, wangapi wanakumbuka story ya Balaam na Barak? Mnaikumbuka vizuri? Si mnakumbuka Barak alikuwa anataka Balaam alaani watu wa Mungu. Badala ya kuwalaani akanena baraka. Na akasema kile Mungu hajalaani hakiwezi laaniwa na mtu. Lakini baada ya kusema hiyo mambo yote na madhabahu ya kulaani watu wa Mungu kuinuliwa, baada ya kila kitu kusidikana, Balaam aliita Barak kado, akamwambia kuna ka option kamoja kamebaki ndio utoboe. Akauliza gani? Ukiweza kuchafua wale watu, Mungu wao hatakagi uchafu. Hiyo ndio tu njia imebaki ya kuchafua hawa watu. Na akawapatia idea katika Numbers 25 from verse 1 to 3. Inasema, while Israel was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women, who invited them to sacrifice to their gods. The people ate the sacrificial meal and bowed down before gods. So Israel yoked themselves with Baal-Peor, and the Lord's anger burned against them. Wacha usikie hiyo idea ilitoka wapi? Numbers 11 verse 16. Inasema, they were the one who followed Balaam's advice and enticed the Israelites to be unfaithful to the Lord in Peora incident. So a plague struck the Lord's people. Bwana asifiwe. Yani adui alijaribu kulaani wana wa Israeli, kuwazuia, akaona haiwezekani. Lakini akapewa idea, akaambiwa wachafue hawa. Ukiwachafua hata wewe hutawapiga, watapigwa na Mungu wao. But the goal was to stop the Israelites to reach where God had told them. Bwana asifiwe. Tafadhali mpendwa, there is a lot of defilement in this earth. Zingine ziko kwa simu yako, zingine ziko kwa TV, zingine ziko Kenya kwa hizi politics tunafanya every day. Sababu shetani amejaribu kwa njia yoyote, ameona ile damu ya Yesu ilitolewa ni gumu sana kutoboa. Anajua njia ni kukufanya wewe you become defiled. Bwana asifiwe. Mkikutana na watu wengine mnaongeaga nini? Unajua kuna watu huwa wanakutana, wanapika chai, wanaweka thermos mbili, wanaanza kuwa na rice from the pastor to the yule anakaa mwisho. Mtu anakuwa defiled, fita anakuwa hawezi pigana. Wacha niwaambie ka story. Mimi nilikuwa napenda sana kusaidia children's home. Na tulikuwa tunasaidia children's home tukiwa Githurai, na tulikuwa na mashida yetu tu, lakini tulikuwa tunajua lazima tufanye hii kazi. So kuna watu huwa analeta defilement kwa watu. So siku moja mtu mmoja akaniambia, "Hey, naonaga unapelekaga uga mahali fulani." Nikamwambia, Akaniambia, "Kwani hao watu huwajui?" Nikamwambia, "Kwani wako na nini? Si huko kuna children's home, tunaenda tunaona watoto, tunapeana uga." Akaniambia, "Huyo akipelekewa huwa anauza kila kitu alipewa, anaweka pesa kwa mfuko." Wacha nikuambie, nikikumbuka ile mashida na kuaga nayo, hata nikipeleka hiyo uga, may God deliver me kutoka, kwa sababu hata kutoka siku hiyo speed ya kusaidia children's home ilipungua. Kube si kuuza, wanauzaga. Wameagree na duka iko hapo kado. Sababu ni kama kila mtu analetaga uga ya ugali, tuwe tunaleta hapo kwa duka, tunachukua kile hatuna. So wanaonaga vitu zimeingia, wanaona zimetolewa. Wacha nikwambie, there are people that discourage you
so that you not fulfill the will of God. Kama ulikutana na watu kama hawa wanakuambia unajitolea tu kanisani. Unaona mapasta vile wanapeleka Prado. Sasa nikuulize, kama pasta wanapeleka Prado na unaona ni wa kanisa zingine na si wewe ulitoa, unafikiria hata hiyo huko usipotoa atakosa kupeleka? Kuna mtumishi wa Mungu nilikuwa nafuata sana, alikuwa anaitwa Apostle Joe Kayo. Tulikuwa tunaenda kwa mikutano yake pale 680. Anasema, "Wagapi hapa wako 50 years and above, inueni mikono." Hakuna mtu anainua. Anauliza, "Sasa na nyinyi ni watoto wangu, kwa nini mnaongeaga hiyo magobo mnaongea? Mnasema ati pasta, ati mnatoa ninakula, mnatoa pasta anafanya nini?" Mimi nimehubiri miaka 66. Nilianza kuhubiri mkiwa mjazaliwa. Alafu mnasema ati msipotoa hakuna mahali nitaenda. There are people that come to discourage you. There are people that come to bring defilement. Na ukiwa defiled, vita huwezi pigana. Bwana asifiwe. May God deliver you from any kind of defilement in the name of Jesus. Yale maneno ulisikia ya kukufuja moyo, yale maneno ulisikia yakafanya ufujike moyo usiutumikie Bwana. May the Lord deliver you from all that in the name of Jesus. Bwana asifiwe. 1 Peter chapter 1 from verse 14. Inasema, "As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. It is written, be holy because I am holy." Salimia mwenzako, mwambie kuwa mtakatifu kwa kila kitu unafanya, kwa sababu yule alikuita ni mtakatifu. Mpendwa, wacha nikwambie, utakatifu ukiondoka, huwezi ona hiyo crown, you will not see it. Bwana asifiwe. So be holy because the one that called you is holy. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Number 4. Offer sacrifices from your heart. Offer sacrifices from your heart. 2 Kings chapter 3 verse 27. Bwana asifiwe. Wakati wanakumbuka yule mtumishi wa Mungu alikuwa kule in the desert, akasema muibaji atafutwe, muibaji akaiba wibo, wakaambiwa wachibe mitaro. Si mnakumbuka? Na maadui wakawa wanashindwa. Bwana asifiwe. Mungu akasema kuwa shidania ni jambo rahisi, nitawapatia hiyo mji. Lakini kuna mtu mwingine alikuwa anajua power of sacrifice. Though he sacrificed the way God had. Lakini wacha nikuambie, alisacrifice mpaka kile Mungu alikuwa amesema hakikufanyika. 2 Kings chapter 3:27. Inasema, "The king took his firstborn son, who was to succeed him as king, and offered him as a sacrifice on the city wall. The fury against Israel was great. They withdrew and returned to their own land." Yani ona mtu anajua, unajua, wacha nikuambie kitu kimoja. What the devil does ni kuiba zile formula tumepewa na Mungu na siapply upande wake. This man alipoona mji unapotea, akaona jiji lao linapotea, alifanya mahesabu ya haraka. Akajiuliza, sasa hata nikikaa na huyu mtoto na huo mji utakuwa umeenda, hata ni succeed akiwa mfalme wapi? Biblia inasema alimtoa kama sacrifice. Na hakutolea Mungu wa mbinguni. Alipotoa hiyo sacrifice, the Bible says wana wa Israeli waliachana na hiyo vita na promises za Mungu wakaenda nyumbani. Wacha nikuambie mpendwa, kuna watu hapa wamezuiwa na zile sacrifice zinatolewa upande ule mwingine. Bwana asifiwe. You expect to prosper in business, lakini pesa yako haiwezi kuuza madhabahu ya Bwana.
Unasemaga damu ya Yesu imetosha. Ni kweli imetosha. Lakini si unaendaga stock unanunua na pesa, hununuagi na hiyo damu ya Yesu. Nani ananunuaga stock na damu ya Yesu? Hawakukuja. Bwana asifiwe. So stock unanunua na pesa, lakini unasema hiyo biashara itetewe tu na damu ya Yesu. Huyu mfalme Mungu alikuwa amesema mji wake umepeanwa. Lakini wale walisikia hilo neno, hakuna sacrifice walitoa. Halienda wakisema Mungu amesema hii mji tunachukua. Walienda bila. Siangalie mwenzako muulize, how do you follow the word of God upon your life? Unaifuataga namna gani? Unajua watu wakianza kufundishwa mahali watatoa pesa, hawatakagi sana, lakini wacha mimi nitoke kwa hiyo fast. Bora umesikia. Bwana asifiwe. Nehemiah chapter 4 verse 2. Nehemiah chapter 4 verse 2. Inasema, in the presence of his associate and the army of Samaria, he said, what are these feeble Jews doing? Will they restore the wall? Will they offer sacrifices? Si unasikia wana discouragewa kutoa sacrifices. Nehemiah aliomba miezi 4, akapata breakthrough mpaka ya kupewa miti ya kujenga. Lakini hata alipoenda anza kujenga, alianza mambo ya sacrifices. Tuko pamoja? Wangapi wanalipiaga watoto wao school fees hapa? Kwa hivyo mnawasomeshaga na school fees, lakini wakitaka kazi mnakuja maombi. Si mungewaombea wapite mtihani? Why did you pay school fees? Be wise. Be wise. When you pay school fees, Mungu akikuwezesha, tafuta kazi ya Bwana mahali. Unaweza kusikia apostle anaenda Amerika kuhubiri, put the same amount there, akahubiri nayo. Sababu hata akipata degree utarudi hapa, pastor muombe sasa amemaliza. Lakini tukikuuliza, si ulikuwa unamlipia school fees? Mbona umekuja mikono mitupu? Wanakuambia freely you have received pastor, freely give. Na ni kweli, mimi nitakuombea, lakini utagoja sana. Tuko pamoja? Kuna watu wanasema pastor wetu hakuwa hivi, ameanza kubadilika pole pole. Huyu pastor tunamuonea 18, hakuwa hivi. Tulikuwa tumempatia time, tunaona vile anakuja. Genesis chapter 5, chapter 15 verse 8. Genesis 15 verse 8. Huyu ni Abraham wakati ameelezewa mambo mingi na Mungu. Halafu anamuuliza, and Abraham said, sovereign Lord, how can I know that I'll gain possession of it? Ameambiwa mpaka Ukanaani nimekupea. Halafu ameuliza, Mungu mwenye nguvu zote na mwenye dunia yote, nitajuaje haya mambo umeongea ni hivyo? Bwana asifiwe. Wacha usikie vile Mungu alijibu. Si Mungu angemwambia I am, I am, I am. Mungu amemwambia I am that I am. I have said it is come to pass. Mimi niliona Mungu hakusema hivyo hapa. Alisema, so the Lord said to him, bring me a heifer. Dada ulete dume. Yani Mungu amepeana promises. Ameambia Ibrahim, nitakupatia watoto, nitakupatia Canaan, hii Canaan yote itakuwa yako. Ibrahim ameuliza Mungu, nitajuaje hiyo umesema itatimia? Na baada uniletee dume. Unajua dume ni pesa ngapi saa hii? Ngapi wanajua dume ni pesa ngapi saa hii? Hamjui? Hamjaisikia? Hakuitishwa dume peke yake. Na ni Mungu anasema. Na ujue hapa sheria zilikuwa zijakuja. Na Mungu anasema ni mimi yule wa leo, jana na milele.
Kwa hivyo wakati unauliza Mungu, na hii prophecy zote zimetoka, ndio uliona wakati referend alikuwa hapa, wakati alimaliza kuomba alisema aje, Mungu akitembea namna hii tunafaa kufanya nini? Tunafaa kutoa sadaka, si ndivyo alisema? Hamsemi amen, lakini ni hivyo alisema. Bwana asifiwe. Anasema bring me a heifer, a goat, a ram, each 3 years old, along with dove and a pigeon. And Abraham brought all this. Bwana asifiwe. Tafadhali, Mungu akiongea kitu, wacha kukaa kama hao jamaa waliambiwa wamepewa mji, wakaenda wakisema God has given us this city. Unasema una confess, let your confession have backup. Sisalimie mwenzako, mwambie ni pastor anasema, si mimi. Mwambie let your confession has backup. Bwana asifiwe. So when you hear the word of God, uliza Mungu, hili neno ni langu, unataka nitoe nini? Otherwise uta celebrate ile prophecy imetoka hapa, lakini mwingine atainua madhabahu huko, utabaki ukisema mapasta ni waongo sana. Si uongo, kuna wengine wanajua. Bwana asifiwe. How wanatoa hivyo is because they trust their God more than you trust your God. Haujanisikia? Unajua hata kutoa ni sign ya kuwa huamini Mungu sana, ata replace kile umetoa. Yeye amesema whatever you give it will come back to you, pressed down, shaken and overflowing. Lakini unaona hiyo, hapana. Hiyo wacha nikae hii ambayo haiko shaken. Wacha nikae na hii niko sure nayo. Number 5, focus on Jesus and the reward he has for you. Focus on Jesus and the reward that he has for you. Hebrews chapter 12 verse 2. Inasema, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. We keep our eyes on who? Who is Jesus? The champion who initiates and perfects our faith. Na pia tunapewa kile kifanya Yesu ashinde hapo, inasema because of the joy awaiting him he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside the throne. Bwana asifiwe. Angalia zawadi ile unaenda kupokea, wacha kuangalia watu watakuvuja moyo. Look at the price. Look at Jesus, the author and the finisher of our faith. Yeye mwenyewe alishinda. Kwa nini? Aliona joy and greatness iliyowekwa mbele yake. Aliona jina ambalo liko juu ya majina yote. Aliona kutii baba yake. Kwa hivyo hata kama msalaba ulikuja na aibu, Biblia inasema he disregarded all the shame that came with the cross. Mpendwa, kama mwito wako unakuja na aibu, usiuache. Angalia Kristo, angalia kile anakubebea. The Bible says I am coming and I am coming quickly with the reward in my hand to pay everyone according to his works. Mpendwa, look unto Jesus. Which formula did he use to overcome? Aliona utukufu mbele, aliona heshima mbele, aliona joy mbele, aliona furaha ya baba yake mbele. Alipoona kile kiko mbele, he disregarded the shame. Wakati Stefano alipigwa na mawe, alipoona mbingu imefunguka, akasema nimemwona Yesu, mkono wa kulia kwa baba, kila uchungu wa mawe ukaondoka. My sister, unakuwa distracted sababu unaangalia kule mawe yanatoka. Look unto Jesus, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith, the author and the finisher